Onesha tabasamu kidogo. Leo makanisa yote 10 tuko hapa. Tupo kwa ajili ya kusudi maalum kabisa ambalo limetuleta leo. Kuaga wazee wetu. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa habari ya mchungaji Gaspar Muyomela ambaye alisimama kama mwangalizi wa sehemu hii ya Mikwamba. Jamani, makofi mazuri. Na niombe baba usimame mahali hapo pamoja na mama mwangalizi. Uliyekuwa mama mwangalizi usimame. Asante sana. Naomba msimame wazee wetu. Asante sana. Asante sana. Hawa ambao wameifanya section yetu iwepo hivi na utukufu wa Mungu upo, kwaya zinaimba vizuri, ni kwa sababu maombi ya huyu mzee. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hebu tupige tena makofi mazuri kwa Mungu wao. Asante sana. Lakini pia kipekee nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya aliyekuwa katibu wetu wa sehemu ambaye anaitwa Oswald Kulanga. Kwa hiyo naomba asimame na yeye pamoja na mke wake, watupungie mikono. Yaani hiyo mikono wanapofanya hivi ndio wanaagaaga hivi. Asante sana. Lakini hujaaga na kunapokea. Bado tupo. Asante sana. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya aliyekuwa makamu, lakini kwa neema ya Bwana karudi tena. Si mwingine anaitwa Moses Muumba. Yeye alisimama kama makamu, lakini kwa neema ya Bwana amerudi tena ofisini. Naomba simama na mke wako. Asante sana. Lakini hiyo sio mikono ya kuaga, bado mko ofisini. Asante sana. Lakini pia kipekee tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa mchungaji Frank Moses ambaye yeye alisimama kama mwaziri na arudi kwenye nafasi ile tena, yuko ofisini. Naomba asimame na mke wake naye aweze kutupungia, watupungie mikono. Asante sana. Ujumbe wetu ambao Bwana amenipa ni unene kwa ufupi, unasema umoja una nguvu. Umoja una nguvu. Na tumesoma Zaburi hii ya 133 kuanzia huu mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Tunaona kuna mambo matatu ambayo yameongelewa kwa kina sana. Wakati ninamuuliza Mungu kwa habari ya ujumbe wa leo, nikasema Bwana, nitakwenda kuongea nini? Bwana akanipa umoja, akanipa ujumbe ambao unasema umoja una nguvu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumesoma Zaburi hii inaeleza ukweli ule wa kiroho ulioko katika Yohana 10:17 na ule mstari wa kwanza. Yesu aliwaomba wanafunzi wake wadumu katika upendo, utakatifu, umoja. Haya yalikuwa ni maombi ya kina ya Bwana Yesu, kwamba wadumu katika umoja. Mahali popote penye umoja, mahali popote pale ambapo penye umoja, mambo makubwa huwa yanatokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote watu wanaponia, wanaposhikamana, kwamba tunatamani jambo hili liweze kutokea, kitu hiki kiweze kutokea, watu wanapokaa kwa umoja na kwa pamoja, lazima makuu huwa yanatendeka. Nataka niwaambie sehemu yetu hii ya Mikwambe, Bwana atupe umoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeukuta umoja katika sehemu hii ya Mikwambe, na nitaendeleza kuhakikisha
kanisa la Mikwambe linadumu katika umoja, na tukidumu katika umoja, nataka nikwambie makuu huwa yanatokea. Uwepo wa Mungu unatokea, lakini matendano yakiwepo, manake makuu hayawezi yakatokea. Mahali popote wanaponia kwa umoja, kama ambavyo kauli yetu ya TNG, kwa umoja na kwa pamoja tutatenda makuu. Na tamani kanisa letu la sehemu liwe katika umoja, liwe katika nguvu ya kunia mamoja. Tutaweza kupindua mahali panapotakiwa kupinduliwa, kwa sababu watu wanadumu katika umoja. Mimi nikaona jambo la pili hapo, nikaona bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa na umoja. Ili Roho Mtakatifu aweze kushuka na kutuhudumia, lazima tukubali ashuke kwenye makanisa yetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kila idara tuone uwepo wa Mungu, tuione nguvu ya Mungu, madhihirisho ya Mungu, tumuone Roho wa Mungu akiingia ndani yetu, akibadilisha maisha yetu, na tutakuwa na kanisa la sehemu lenye afya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 3 pale Biblia inasema umoja unapokuwepo, Bwana huwa anaamuru baraka. Mahali penye umoja, Mungu anaamuru baraka. Mahali ambapo watu wa Mungu wanapokuwa wameshikamana, wanaponia mamoja, kwa umoja na kwa pamoja, wanaponia mamoja, Biblia inasema Bwana huamuru baraka. Lazima Bwana atabariki maisha yetu, lazima Bwana atainua maisha yetu, atainua makanisa yetu. Makanisa yetu yatakuwa makanisa makubwa Kigamboni, yatakuwa makanisa makubwa katika eneo letu la Mikwambe, kwa sababu mahali ambapo Bwana anapotaka achilie baraka, huwa anaamuru baraka. Na baraka hizo zikujulie katika jina la Yesu. Baraka hizo ziwe juu yako. Bwana bariki maisha yako. Bwana akuinue kwa kiwango ambacho sio cha kawaida. Jamani, amina. Penye umoja, Bwana huamuru baraka. Tunatamani makanisa yetu yaongezeke, idara zetu ziwe hai. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Idara zetu ziwe hai. Chochote tunachokifanya kwa Bwana, Mungu aamue kuziruhusu baraka za Bwana, na hizo baraka za Bwana zikishuka, maisha yetu yatabadilika, huduma yetu itabadilika, kila tulicho nacho kitabadilika. Na mimi nasema kama mwangalizi wa sehemu hii, pokea baraka za Bwana kanisani kwako. Pokea neema ya Bwana kwenye mazingira yako. Pokea ule utukufu wa Bwana ambao sio wa kawaida. Mungu anaamuru baraka mahali ambapo hapana magumu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Section hii nimeikuta katika amani na utulivu. Nimesema na mimi nitaiendeleza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nitaendeleza amani, ukuaji wa kanisa, ukuaji wa makanisa. Tutapanda makanisa maeneo kwa maeneo, kwa sababu sisi ni wamoja. Tukiingia kwenye maombi, tunania kwa pamoja, tunashikamana kwa pamoja, tunasema tunataka tufungue kanisa mahali fulani. Maana tukisimama na kumwomba Bwana kwa umoja, lazima makuu yatatokea, lazima nguvu za Bwana zitatokea, lazima madhihirisho yatatokea, lazima neema ya Mungu itatokea, lazima tuone uhai wa kanisa. Jamani, amina. Na kanisa letu la sehemu lazima tulione lina uhai. Tukiwa hai alafu tukiwa na umoja,
kuna matokeo ambayo huwa yanatokea. Kwa hiyo Bwana huwa anaamuru baraka mahali ambapo panapohitajika baraka, mahali ambapo penye amani, penye utulivu, Bwana huamuru baraka. Na nataka nikwambie, Mungu atafanya kitu cha kipekee. Mungu atafanya jambo la kipekee. Kinachoniumiza sasa hivi niliyoyakuta makanisa machanga. Maana kazi yangu ni kuhakikisha yale makanisa machanga yanainuka, yale makanisa machanga yanainuka, na makanisa ambayo yanaendelea yaendelee kukua zaidi na zaidi.
idara ambazo ziko tayari, wapo tayari sasa kwa zawadi. Nadhani tumshukuru Mungu kwanza, alafu tuendelee na zoezi hili la zawadi. Naomba tusimame, una chochote. Alafu wachungaji niliwaagiza mkononi tunakuja na kitu wachungaji. Amen. Asante sana. Haya. Asante sana. Asante sana. Sehemu ya Mikwambe tumekuja mbele kwa ajili ya viongozi wetu ama tumepokeza wote. Amen. Basi naomba tuanze kumpa zawadi mwangalizi wetu ambaye amemaliza muda. Karibu kwa ajili ya zawadi. Amen. Makofi kwa zawadi nzuri kumbukumbu. Sijui ni saa. Haleluya. Akumbe ni wakati. Mpigie Yesu makofi. Hadi kuna wengine hapa kisisini hata. Asante sana zawadi nzuri. Epewa hapo kitu.
Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa sadaka zenu. Kimsingi binafsi sioni kama nastahili, lakini Mungu awabariki, azidishe maradufu mahali mlipotoa. Amen. Asante sana. Karibu sana baba. Bwana Yesu asifiwe. Oswald Kulanga ndio jina langu. Alinipa neema ya kutumika katika nafasi ya ukatibu kwa miaka kama 6 tangu section ikiwa Mji Mwema, lakini pia tulipogawana kwa section ya Mkwambe. Mimi nikiwa na mzee Miovela tulianza kufyeka misitu na kuweka msingi wa section ya Mkwambe. Na makamu askofu wa jimbo aliyemaliza muda wake, wakati tulikutana jana kwenye kikao cha jimbo, akatuambia Mungu huweka mtu wake kwa wakati maalum, lakini pia kumuondoa wakati vile kusudi lilowekewa likiisha. Sasa nimemtumikia Bwana, nimemaliza kwa maana ya katika ngazi ya section. Bwana ameona vema ni mpande jimboni kwa wakati wake. Niwashukuru mwangalizi, asante kwa kutubariki kwa sadaka, asante makanisa yote ambao mmetoa. Mungu awabariki pale mlipopunguza, asante idara, lakini wachungaji, Mungu awabariki, mmekuwa wachungaji wazuri sana. Nimefanya kazi na nyinyi vizuri. Pale tulipo Parolani ilikuwa katika kutimiza wajibu. Unajua katibu ni mtu wa kukutana na watu wakati wote. Na shida yangu ni hii, nikipewa kazi ya kufanya wanapenda ifanyike kama nilivyoelekezwa. Ninaamini kwamba mmenisamehe, si ndio? Niseme tu niwatakie baraka wa Bwana, mtumike vizuri kama nilivyosema, umoja ndio msingi wa kila kitu. Mwisho, kamati mnayoingia ofisini, msimamie taratibu na kanuni za kanisa. Kanisa letu linaongozwa na neno la Mungu, lakini pia tuna katiba. Msiache katiba, mkienda kinyume na katiba mtaparulana na watu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi pia nawashukuru sana kwa kipindi chote ambacho mmetuombea tukiwa kama katibu wa section. Mungu awabariki sana. Lakini tunashukuru kwa ajili ya zawadi zote ambazo tumezipokea, ofisi ya mwangalizi, idara, wachungaji na wote. Mungu awazidishie mlipotoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baba mwangalizi, nikushukuru kwa moyo wako wa ukarimu. Mimi kwa neema ya Mungu niko bado ofisini. Nilikuwa ninashangaa kwamba pengine ninastahili kukaa hapa kupokea zawadi yote, lakini najua ni ukarimu wako tu. Asante sana baba mwangalizi. Lakini kwa habari ya wenzangu ambao tunafanya nao kazi, Mchungaji Kulanga pamoja na baba yangu na mama, umetulea sana, tawamisi sana, lakini bado tukakimbilia tena kwenu kwa ajili ya mashauri mbalimbali, maana bado tupo na tunahitaji mawazo yenu mazuri, kwani mmetulea sana na bado tunaona tunahitaji kila neema kutoka kwenu. Tuombeane. Asante sana. Asante. Yesu asifiwe. Asante katika jina la Yesu. Kipekee ni shukuru mwangalizi aliyepita pamoja na kamati nzima. Kwa kweli tukustahili nafasi hii. Siku hizi kama tutakuwa miongoni mwa watu ambao tutasimamishwa kupewa zawadi. Tulijua hapo ambao wanastahili ambao wameshamaliza. Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa utumishi wenu ambao Mungu amewaweka
kufika kwa wakati, na wakati mwingine tena Mungu ameona ni vizuri uweze kupumzika. Lakini pia nimshukuru mwangalizi pamoja na kamati yako, mwangalizi mpya. Mungu wa mbinguni awabariki kwa kuyaona maono haya. Asanteni sana. Pili ni washukuru watu wote, idara zote. Mungu awabariki kwa zawadi. Tunashukuru sana. Asanteni. Sio kwamba sina la kusema, ninayo mengi. Lakini la kwanza kabisa nishukuru kamati mpya inayoingia kazini. Unapoingia katika kazi unaweza ukaona kwamba wakati mwingine kama kulikuwa kuna stawi kulikuwa na yule mama, lakini hakuna yule mama. Bado mambo yako ni magumu, lakini tunamtegemea Bwana. Maana Bwana ndiye mwenye kufanikisha yote. Jambo la pili ni washukuru washirika wa makanisa yote 10 na wachungaji wote, kwa sababu mmetukirimia sisi namna hii. Lakini Mungu anasema hivi, anapendezwa na mtu yule anayetetemeka anaposikia neno la Mungu. Na unapofungua mlango kutoa zawadi kwa mwingine, maana yake umemgusa Mungu. Mungu atafungua milango na kukumwagia baraka. Karibu sana mama. Bwana asifiwe. Wamama pungiane mikono. Mungu awabariki sana. Mungu akubariki sana mwangalizi kwa maono uliyoona ya kwamba mwangalizi wako anastahili kupewa zawadi. Aliko mume na mke yupo, si ndio? Mbarikiwe sana sana kwa zawadi mlizotupatia. Sisi tumefurahi sana kuona umati huu wote umekuja kwa ajili yetu. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Mungu awazidishie. Lakini ninalo neno. Naomba mama lao usogee hapa kidogo, dakika moja. Sizidishi. Sawa. Jamani, huyu mama ni mdogo wangu. Nimekuwa mwangalizi kwa muda wa miaka hiyo iliyotajwa. Kwa hiyo kijiti namwachia huyu mama Lawa, ndiye mwangalizi wenu kama mlivyosikia. Naomba wamama, anapotamka mneno basi tusikie. Anaposema tukusanyike basi tuitikie. Haleluya wamama. Tunakuwa pamoja na Mungu awabariki sana. Asante sana. Mwangalizi anapokuja sasa, na Mungu awabariki, naweza kurudi kwa nafasi yetu. Mwangalizi anapokuja na tusimame ili aweze kufungia